Vitu muhimu vya kuzingatia unapopigilia bati kwenye nyumba. Kuweka mabati au kupigilia mabati ni muhimu. Ni hatua muhimu sana katika ujenzi wa nyumba. Paa likifungwa kwa usahihi hulinda nyumba dhidi ya mvua, jua na upepo. Lakini kama kazi hii ikifanywa bila kufuata kanuni sahihi, inaweza kusababisha kuvuja kwa maji, kelele nyingi wakati wa mvua au hata kuharibika mapema. Haya hapa ni mambo muhimu ya kuzingatia ambao mjenzi wa nyumba TZ leo anakuletea ili uweze kujifunza. Moja, tumia mbao kavu na zilizonyooka. Mbao au viuzi vya paa vinapaswa kuwa vikavu na vilivyonyooka. Kama mbao zimepinda au zina unyevunyevu, mabati hayatakaa sawa. Paa linaweza kuonekana vibaya. Kuna uwezekano mkubwa wa kuvuja maji wakati wa mvua. Kutumia mbao zilizonyooka husaidia mabati kukaa vizuri, kupunguza kelele wakati wa nyumba mvua inaponyesha, kwa maana bati linakuwa limekaa stable vizuri kabisa kwenye mbao. Kuongeza uimara wa paa kwa muda mrefu, kwa sababu misumari yote itaweza kushika vizuri kwa kuwa mbao imenyoka. Jambo la pili, pima mwinuko sahihi wa paa. Mwinuko wa paa una mchango mkubwa katika mtiririko wa maji ya mvua. Huu mwinuko wa paa ndio tunaosema king post, kama vinavyoona hapo ilivyoinuka hapo, tunaita king post. Ndio huo nao zungumzia mwinuko wa paa. Ikiwa paa lina mwinuko mdogo sana, maji hukaa juu ya bati. Mabati yanaweza kupata kutu mapema kwa sababu yale maji yanakuwa yametuama, kwa bati rahisi kupata kutu mapema. Uvujaji wa maji unaweza kutokea. Lakini mwinuko sahihi husaidia maji kushuka kwa haraka. Yaani paa liwe kama hivyo unavyoona limesimama hapo, maji hapo hayawezi yakatuama. Maji yatashuka kwa haraka. Kulinda paa dhidi ya uharibifu wa mapema, kwa bati haliwezi kupata kutu mapema. Kuongeza maisha ya bati. Bati itafanya liweze kuishi kwa miaka mingi zaidi kwa sababu litachelewa kupata kutu. Jambo la tatu, kuzingatia misumari au screw sahihi za mabati. Kuna baadhi ya watu wataanza kuniuliza, sasa kwenye bati kwa kuna wanapigia screw baada ya misumari? Ndio, kuna aina ya screw ambazo huwa zinatumika kwa ajili ya bati. Kwa hiyo ipo. Kuchagua misumari au screw zilizo sahihi kunaweza kusababisha mabati kulegea, mabati kung'oka wakati wa upepo mkali kwa sababu vitu vyote vitakuwa ni vibovu hiyo misumari au screw, maji kupenya ndani ya paa kwa sababu screw na misumari vyote vinakuwa havina sifa sahihi. Sifa zake ni zipi? Ni muhimu kutumia misumari au screw maalum za mabati zenye ubora ili mabati yashikane vizuri, kuzuia maji kupenya, kuongeza usalama na uimara wa paa. 4. Funga gata kwa usahihi. Gata ni hizi kama unavyoona, ziona hizi tunazozifunga pembezoni mwa bati ili kuweza kukinga maji. Baadhi ya sehemu nyingine gata wanasema kinga maji, kama hii unaona kwenye hii video. Hiyo kinga maji ndio hiyo inaitwa gata. Gata ni muhimu sana kuongeza maji ya mvua. Gata ni muhimu sana kwa kuongoza maji ya mvua. Hii ndio gata ambao naenda kuifafanua hapa muhimu wake. Ikiwa gata haijafungwa vizuri, maji yanaweza kumwagika ovyo, kwa maana kwamba yatasambaa. Msingi wa nyumba unaweza kuharibika kwa sababu utakuwa unalowana mara kwa mara. Kuta za nyumba zinaweza kupata unyevunyevu kwa sababu ule msingi muda wote unakuwa mbichi, kwa unyevu utapanda mpaka juu kwenye nyumba. Udongo kuzunguka nyumba unaweza kumomonyoka kwa sababu maji ambayo yanapomwagika pale chini yanakuwa yanashinda. Kufunga gata kwa usahihi husaidia kupeleka maji sehemu sahihi, yani kama umeelekeza yaende kwenye tanki au umeelekeza kwenye mitaro fulani, basi maji yote yatafuata huko. Kulinda msingi wa nyumba, haitaweza kuathiri kitu chochote kwenye msingi wa nyumba kwa sababu maji hayataweza kufika. Kuweka mazingira ya nyumba yako salama. Itakuwa salama kwa sababu hamna sehemu ambapo maji yataenda kuchimba. Basi nihitimisha kwa kusema paa la nyumba ni kinga muhimu ya nyumba yako. Kufanya kazi hii kwa ufundi sahihi na kutumia vifaa bora husaidia nyumba yako kudumu kwa muda mrefu.
bila matatizo ya uvujaji au uharibifu. Kuhusu huduma zetu, kupitia Mjenzi wa Nyumba TZ tunatoa huduma mbalimbali za kitaalamu, ikiwa ni pamoja na ramani za kisasa za nyumba, na maana tunazichora ramani zote tunazozihitaji, ushauri wa kitaalamu wa ujenzi, ikiwemo huu ndio kwa nikitoa ushauri hapa, elimu ya ujenzi kwa wananchi, hii inatumia zaidi mitandao ili wananchi wengi waweze kufikiwa na hii elimu, makadirio ya gharama za ujenzi, hii kitaalamu tumezoea kuitwa BOQ au unaweza kusema bill of quantity, makadirio ya mahesabu kwa ajili ya material ya ujenzi, ushauri wa hatua zote za ujenzi, tunatoa ushauri na hatua zote za ujenzi kwa wateja wetu tunaokuwa tunafanyia kazi. Mawasiliano rasmi, kutaka kutuma simu, kupigia simu ya kawaida au SMS ya kawaida, tuma kwenye namba 0712937090. Pia kwa mawasiliano ya WhatsApp na Telegram tumia namba hii 0765937090. Pia vile vile unaweza kuwasiliana na mimi kwa njia ya email, ni info@mjenziwanyumbatz.com. Pia tuna website, jina ni hilo hilo, mjenziwanyumbatz.com. Na ukitaka kuangalia habari zetu nyingine, elimu zetu kwenye blog ni mjenziwanyumbatz.blogspot.com. Asante sana kwa kunisikiliza na karibu tena kwa elimu zaidi na zaidi. Kumbuka, nyumba bora hujengwa na fundi bora. Shukrani.